Na ikiwa siku ya 19 mwezi Februari mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa hizi leo tunaanza kutoka kaunti ya Kisii, Nyamira na kaunti ya Migori, na zile kaunti ambazo zimepakana. Hii ni baada ya mtu mmoja kufariki katika kaunti ya Migori kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika kaunti hiyo ya Migori. Wakaaji wa kaunti hizo tatu wameombwa kuwa makini zaidi na kuzingatia afya kama njia moja ya kujisaidia. Huyu ni waziri wa afya kutoka kaunti ya Migori. The person who was deceased has been fumigated. The hospital where he was admitted has also been fumigated, and our team of health workers were deployed in that area. There is no cause for alarm for them. They are out of danger, and our surveillance team are also on the ground checking if at all there is any other suspected case. Ikiwa ni siku chache zimesalia baada ya kuingia katika mzimu ama mwezi mtukufu wa Ramadhan, viongozi kutoka eneo la North Rift wameomba Wakenya kuwa watu wa kusaidia na kusaidia zile familia ambazo hazijiwezi wakati ambapo tunajiandaa ili kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hawa ni viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka eneo la North Rift. Na tunaomba na mwaka huu kwa sababu ya ukame, ni angelikuwa vizuri ajitayarishe kusaidia Waislamu ambao kwamba hawajabahatikiwa katika maisha. Ujue maisha ya magumu, na maisha inapokuwa magumu, mtu anapofunga mchana mzima, inapofika jioni hana cha kufungua, hii ni adhabu juu adhabu. Kama siku zingine inakuwa rahisi, anapata kikombe cha chai cha maji, mli anamsaidia hivi na maisha yanakwenda, lakini kukaa na njaa kisha ukose cha kufungulia inakuwa shida. Na Mheshimiwa Rais, kwa hili tuna unyenyekevu kwa kweli utalitekeleza, na Ramadhani mara hii itakuwa special kuiombea nchi yetu iwe na baraka, iwe na uchumi uliokuwa mzuri na uwiano na utangamano baina ya wanasiasa, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba waumini wanakuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ya kule kufunga, basi Mwenyezi Mungu dua huwa anaikubali. Na wafanyabiashara katika soko la Ntulele ambao linapatikana katika kaunti ya Narok wamekadiria hasara. Hii ni baada ya soko hilo na vitu ambavyo vilikuwa katika soko hilo kuchomeka na moto ambao ulishuka. Polisi wameanzisha uchunguzi ili kujua chanzo cha moto huu ambao umeleta hasara nyingi kwa wafanyikazi hao katika soko hilo la Ntulele. Hata hivyo stima imekatwa. Wewe stima inatulikuwa sisi wote. Ngomelo hakuna watu kulala. Na wazima moto wanakujanga kwa kusharibika. Na siku chache baada ya maafisa wa kupambana na ufisadi wa EACC kushika maafisa wa trafiki katika kaunti ya Nairobi ambao wanawahangaisha wanabodaboda na madereva katika jiji hilo kwa kuwaomba hongo, sasa Inspector General wa polisi ambaye ni Douglas Kanja amejitokeza na kusema kwamba wao hawawatumi maafisa hao kukusanya pesa hizo ambazo wanasema kwamba wanakusanya na kupelekea wakubwa. Mtoto wangu akiniambia, umeona hiyo video nimekutumia? You know. And you see, hawa watoto wananitumia as a matter of urgency. Hey, it's not fair. See? It's not very fair when you see that daddy, umeona hii, unajua hii watu. Hii wanasema wanaokota pesa walete huko juu. Sasa huko juu wakati wapi? Hii juu ni gani? Wapi sasa? Because every time you see we are correcting so that tunapeleka hii juu ni gani? Hii juu bwana. But sasa inatuletea shida juu ukinunua hata jacket mpya. Na nikimalizia, natumai kwamba pia wewe ni mpenzi wa mtandao na kwa wakati mmoja mwingine umekutana na video ambayo Wakenya wanamkejeli Rais William Samoei Ruto wakati ambapo alikuwa na ziara eneo la kaskazini mwa Kenya ama North Eastern, na akasema kwamba kuna baadhi ya barabara ambazo
atazikarabati ama atatengeneza. Sasa rais amejitokeza na kujibu hayo akisema kwamba zile barabara zote ambazo alizitaja azazitengeneza hivi karibuni. Tumsikize rais. Last week or the week before, I was in northern Kenya and I did announce a major road artery that will be constructed from Isiolo through Wajir all the way to Mandera. And many people assume or think it is a joke. Let me tell you, good people, you know, in this country sometimes we take matters of life and death as if it is a joke. I am committed to delivering on that 750 kilometer of road from Isiolo to Mandera, because for a very long time we have left northern Kenya behind. Taarifa za spoti, biashara na za kimataifa. Ruth Nyanchama na Jeff Nyakundi watakupasha zaidi. Mimi ni Videlis Mushoge. Na katika rubasa kimataifa ni kwamba Rwanda imetangaza kusitisha ushirikiano wake na serikali ya nchi ya Ubelgiji. Hii ni baada ya Rwanda kuishtumu serikali ya Ubelgiji katika ushirikiano wake wa karibu zaidi na serikali ya kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo wametaja wanaendelea kupanga mipango ya kuiwekea vikwazo Rwanda kutokana na misaada ambayo inapata kutoka nchi ile ya Ubelgiji, haswa misaada ya kimaendeleo. Na kwingineko ni kwamba watu 8 waliokuwa wameambukizwa virusi vya Ebola wameripotiwa kupona na kuruhusiwa kuondoka hospitalini, huku wengine 265 wakiendelea kutengwa na kupata matibabu katika hospitali moja pale Kampala, Uganda. Kumbuka kwamba virusi hivi vya Ebola vililipuka jijini Kampala, Uganda mwezi jana, wakati vilipelekea muuguzi mmoja kuiaga dunia. Haya ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya kutoka nchi ile ya Uganda, Kampala. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Dadangu Ruth Nyanchama atakufahamisha taarifa za biashara. Kwaheri.